Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Tumsifu Kristo Yesu milele na milele. Amina. Mtu wa Mungu, siku ya leo niko na ujumbe kwa mtu ambaye kwa kiwango fulani aliweza kuachana na njia zake za kiroho, aliweza kuachana na msalaba na kurejelea njia zake zile za zamani, zile za dhambi. Mtu wa Mungu, unapookoka, unapoamua kumfuata Kristo, kunazo changamoto ambazo utakumbana nazo, ambazo zitakusukuma kukufanya wewe uwaze kurudia zile njia zako za hapo awali. Katika njia hii ya Ukristo, unafika mahali unaona ni kama unateseka. Unaona ni kama njia zako za hapo awali, zile njia za dhambi, zinapendeza, zinafurahisha. Ila njia za kiukristo ambazo umeamua, ile safari uliyoamua ni safari ya mateso. Lakini ningependa kukuambia mtu wa Mungu kwamba huyo ni shetani, anakuwa ametafuta njia na namna ya kufanya ukose mwelekeo, uamue kubackslide katika safari yako ya Ukristo. Therefore, siku hii ya leo, Jumapili hii, ningetamani kuzungumza nawe mtu wa Mungu popote ulipo, popote ambapo utakutana na video hii, kwamba je, uko hapo na uliweza kurudi nyuma, kurejelea njia zako za dhambi? Wakati uliokoka uliasi hizo njia, ukasema unamtafuta Kristo, ukaona ni heri nimkimbilie Kristo pasipo kukimbilia binadamu wala kukimbilia matamanio ya moyo wangu. Ukafika mahali ukaachana na hizo njia, ukarudi katika njia zako za awali. Mtu wa Mungu, Ukristo sio rahisi. Kuwa Mkristo sio kwa maneno, kuwa Mkristo ni kwa matendo. Katika njia ya Ukristo kunazo changamoto ambazo utakumbana nazo. Kwa maana mzungu husema, there is no gain without pain. For you to gain, you have to go through pain. Njia ya Mkristo, unaposema nimeokoka, Yesu ni Bwana, asifiwe Yesu, na unamaanisha, unafaa kujua kwamba unakuwa umetangaza vita na shetani. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa maana ukiwa katika dhambi, haujatangaza vita, shetani hata kupiga vita. Hata ukipigwa vita ni kawaida. Lakini wakati unasema nimeokoka, ninakiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hapo unakuwa umeingia katika sehemu fulani. Umeingia katika vitabu vya adui nambari 1 wake shetani. Unafaa ujue kwamba kuanzia hapo shetani atakupiga vita sana. Na moja hapo ya njia ambayo shetani hutumia kupiga watu wa Mungu vita, hutaka kumuonyesha kwamba yale maisha ya dhambi ni matamu. Yale maisha mazuri aliyoachana nayo akakuja kwa Mungu, haya maisha ya Mungu ni ya mateso. Hizi ni changamoto, watu hawaishi hivi. Shetani anakuonyesha kwamba waliojaribu walishindwa. Kunao wengi walijaribu wakashindwa, sasa pia utashindwa. Shetani anakuambia pasipo zile njia zako za hapo mwanzoni za zamani, zile za dhambi, zilikuwa nzuri kuliko njia hizi ambazo umeamua. Mtu wa Mungu, uko pale na umerejelea njia zako za dhambi. Wakati ulikiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukasema unamhitaji Kristo Yesu na umeokoka, ukarudi nyuma. Uliporudi nyuma, umeanza kutenda yale mambo ambayo ni mambo ambayo wewe mwenyewe ukitizama ni kwamba sasa umefika mahali unaona kweli nilikosea. Nikaachana Ukristo wangu, nikajiingiza katika hali ambayo ni hali ya dhambi. Niko na ujumbe kwako mtu wa Mungu. If you ever backslided in your Christianity,
I have your message today. I want to talk to you that God is forgiving. Mungu husamehe mtu yule ambaye anabondeka kutoka moyoni. Nitarudia ujumbe huu. Mungu humpenda mtu yule ambaye hubondeka kutoka moyoni. Do not exalt yourself, because if you exalt yourself, God will humble you. And if you humble yourself, God will exalt you. Mtu wa Mungu, kiri kwamba unapotambua kwamba nimetenda dhambi, haya ninayotenda ni dhambi, unapotambua, that is a very important step towards Christianity. That is a very important step towards your religion. Mungu anapotazama kwamba mtu yule yuko katika dhambi, amekiri kwamba ametenda dhambi, yuko katika dhambi, na amekiri kwamba anataka kuachana zile njia zake za dhambi tena, amenikosea na amekiri kutoka moyoni, Mungu hupendezwa na mtu yule sana. God loves someone who has backslided, but he or she has acknowledged that he or she is making sin, or she is committing sin, and now has accepted to repent from the heart. Usikiri kutoka juu watu waone kwamba umeachana na dhambi, lakini inafaa kutoka moyoni mwako kwanza, kwamba nimeona hizi njia ambazo ninazienda sio njia nzuri, mtu wa Mungu, na natamani kumrudia Mwenyezi Mungu. Utakapo badilika, mtafute Mungu, siku ile shetani atajaribu kukudanganya kurudisha katika njia zile ambazo umeachana nazo, mtu wa Mungu, kumbuka kwamba it has taken you time again to start bonding with God. Kwa maana wakati unapovunja uhusiano wako na Mungu, ule uhusiano wako wa kwanza na Mwenyezi Mungu, unaanza kutenda dhambi, unaachana na njia za Mwenyezi Mungu, kujaribu tena kurebuild ile trust, it will take you time. That's why, mtu wa Mungu, popote ulipo na unaona maisha yako haendi sawa, umerejelea dhambi na unatenda dhambi na unadhani dhambi ndio nzuri, mtu wa Mungu, na umefika mahali umeona sihitaji tena kuishi katika dhambi, that's a good step. Niko na ujumbe wako wewe, mtu wa Mungu. Ni wakati sasa umrudie Mwenyezi Mungu. Piga chini magoti, umlilie Mwenyezi Mungu, umwambie Mwenyezi Mungu, Baba, mimi ni mwanadamu aliye na nyama na mwili. Ni lazima utatenda dhambi, ni lazima utaendeshwa na tamaa ya mwili, ni lazima utawaza mambo ambayo hayana msingi, ni lazima utajikuta shetani na kutumia kama chombo. Natamani Mwenyezi Mungu nami unisamehe, unionyeshe njia zako. Natamani Mwenyezi Mungu unipe Roho wako Mtakatifu aniongoze katika safari hii. Mtu wa Mungu, katika safari ya Ukristo unahitaji Roho wake Mtakatifu. Unahitaji Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu ili akapate kuongoza. Kwa maana peke yako huwezi. Katika mwongozo wa Kristo utaweza kushinda. Na Kristo Yesu hukupa Roho wake Mtakatifu ambaye ndiye msaidizi. Wakati Kristo Yesu mwana wa Mungu aliporudi mbinguni, alisema nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Therefore, mtu wa Mungu, unapobadilika, unapoachana zile njia zako mbaya na kumrudia Kristo tena, muomba akupe Roho wake Mtakatifu. Roho wake Mtakatifu akichukua nafasi katika maisha yako, hakika mtu wa Mungu, hakuna siku utashindwa. Hakuna siku utajikuta tena ukirejelea njia zako ambazo uliziasi, zile njia za dhambi. Njia za dhambi ni tamu kwa nje, lakini mwishowe ni mauti. Therefore, mtu wa Mungu, tupende zaidi kubadilika kuliko kuwaza ule uzuri ama ule utamu, ile furaha tuliojipa kama wanadamu wakati tulikuwa tunafanya dhambi. Tunapowaza Mwenyezi Mungu, tumuombe atupe Roho wake Mtakatifu. Roho wake Mtakatifu hakika atatuongoza katika kila jambo ambalo tutafanya. Bila Roho wake Mtakatifu huwezi kujua hii ni dhambi, huwezi kutofautisha kati ya dhambi na mambo yaliyo ya kweli, mtu wa Mungu.
maisha yako yatakosa mwelekeo. Ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na mwelekeo. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakupangia. Na hakika, ukiwa na Roho Mtakatifu, hakuna kushindwa. Hautashindwa hata siku moja. Wanadamu kwa macho yao ya kawaida watakuona kwamba utashindwa. Lakini katika uwepo wa Roho Mtakatifu na mwongozo wa Kristo Yesu mwana wa Mungu, utayashinda yote, mtu wa Mungu. Therefore, you are there, you backslided in your religion, and now you are here. You backslided in your Christianity ways, now you are here. The best thing to do is to go to your knees, cry to the Lord from your heart. Ask him to give you the Holy Spirit. If the Lord God gives you the Holy Spirit will always guide every step of the way. And actually, there is no day you will ever mess again. Bila Roho wako Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu hautaweza. Kwa maana bila Roho Mtakatifu utajiendesha kwa mwili wako, kwa akili zako, mawazo yako, bidii yako haiwezi kukupa chochote. Kumbuka kuna wengi walifanya bidii katika maisha wakaishia kushindwa. Kuna wengi walijiamini akili zao, mawazo yao, mipango yao wakashindwa. Lakini kwa wale waliomwamini Kristo Yesu, wakamuomba kwa kweli na roho kutoka moyoni, aliwapa Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Wakati walipokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alianza kuwapangia maisha yao. Maisha yao hayapangwi kwa akili zao. Maisha yao yanapangwa kwa Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu anakupangia, atakuonyesha utakuwa mshindi kwa kila jambo ambalo utalifanya. Maadui atakutafuta, atakupiga vita, lakini watashindwa. Watapigana na mwamba, watakutana na mwamba. Mwisho watasema huyu ni mchawi. Kwa maana wanakuroga, haurogeki. Wanakuwazia mabaya, wanakuona kesho unaendelea. Wanatamani ufe, kesho watakuona uko mzima unaendelea. Watakuombea mabaya, yale mabaya ambayo wameyaomba wanayakuta kwa familia zao, kwa watoto wao, ila wewe unaendelea. Cha msingi hapa, mtu wa Mungu, unastahili kujua kwamba ukiwa Mkristo wa kweli hautakubalika. Hautakubalika kwenu, hautakubalika na watu, ila ni heri mtu akubalike na Kristo kuliko kukubalika na watu ukaja kukataliwa na Kristo Yesu mwana wa Mungu. Haitakuwa na maana katika maisha yako. Heri watu wakuchukie, watu waeneze sifa mbaya kuhusu wewe, lakini katika Kristo Yesu mwana wa Mungu uwe na sehemu fulani, uwe na mwongozo wake Kristo Yesu, kwa maana utakuwa mshindi. Watakapoona mabaya, watawaza mabaya kuhusu wewe, naye Mwenyezi Mungu aliyekuumba, akaumba nafsi yako, akili, mwili na roho, atakuongoza kupitia Roho wake Mtakatifu ambaye amekukabidhi. Therefore, mtu wa Mungu, popote ulipo, ulirudi nyuma, uliteleza katika Ukristo wako, mrudie Kristo Yesu. Muombe akupe Roho wake Mtakatifu, kwa maana peke yako huwezi, ila ukiwa na mwongozo wa Kristo Yesu kupitia Roho Mtakatifu utaweza. Mubarikiwe watu wa Mungu. Shalom.